Nilikwambia Swaiba mambo ndio akawa kama hivyo. Afikiri na mimi kwani nilimweka? Ulimfanyaje? We. Sikukubali mambo hayo. Na mimi nikamwagia maji. Una adabu wewe. Mwenzangu, sigati kusina adabu, lakini mambo mengine yaudhi. Yaani yaudhi kabisa mpaka mwisho wa siku waona haifai. Kweli najua mwanadamu FKT mwa wachoka pia. Yaani mimi ninachoka kweli, lakini ni kuomba Mungu tu basi wallahi. Lakini yote tisa. Hakuna ndoa rahisi huko nje. Kila ndoa ina mitihani yake, kila ndoa ina misukosuko yake na balaa zake tele. Sasa wewe una subra tu na roho ya kuvumilia. Alafu ya zaidi swali, kila siku nakwambia swala ni dawa. Yaani mpenzi, hapo kwenye swala kama unavyonijua mimi mwenzio. Swala tena hainipiti. Lakini tena ndio hiyo mitihani. Tu siku hizi mimi nakwambia paka wewe shemegi yako na muingiza kwenye boksi na msisitiza tu swali. Ni sasa. Na kufunga pia saumu za Alhamisi, Jumatatu. Ni mambo mazuri kama hayo. Ona katika kila jambo ukimtanguliza Mwenyezi Mungu, basi wewe litawepesi wake. Sawa. Kisha niko nakwambia hivi. Soma Ayatul Kursi kila mara. Kila wakati soma. Hasa unapokutana na umavya yako. Kila ukimwona wewe soma. Na mimi nitafanya bidii kuleta ustadhi wa Ruki aje wafanye kisomo hapa nyumba nzima. Angalau Mungu atafungua heri zake, mambo mazuri yatakuja, huu mzozo mambo mengi yatakuepuka inshallah. Inshallah. Shikamoo. Shikamoo zako kampeleke mamako.